As we speak, kampuni ya Kasongo ile mafuta substandard amekubalia through the Minister of Industry and Minister of Energy and Petroleum, mafuta substandard iletwe nchini of a lower quality kuliko ili liletwa na wale alifukuza. Amelete mafuta iko na sulfur ya 50 milligrams per kilo of sulfur. Wataalamu wameniambia excessive sulfur in fuel will translate into sulfuric acid. Sulfuric acid will cause corrosion to the sleeve cylinder of the engine, to the piston and the rings, and the vehicles within 3 months will start having a slow knock. Eventually, engine zote za magari ambaye itatumia mafuta Kasongo amelete sitakuwa na knock. We are staring at a national crisis. Na mimi nataka kuuliza oil marketers, kwa nini mnakubali kudistribute substandard fuel ambayo itaharibu magari, boda, matractors, matatu, buses, itaharibu magari yetu. Kajiado hamjambo? Hamjambo tena. Hamjambo tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nataka niseme familia ya David Ole Pasina, babake mzazi, mke wake na watoto na watu ya familia, viongozi wetu wakiongozwa na Senator Seki, wazee wetu na watu wote wa Kajiado East. Niseme asante, tumefika hapa kwa sherehe hii ambayo imefana sana ya huyu kijana wenu David Ole Pasina ambaye ndio National Chairman wa chama chetu cha kitaifa cha DCP. Tumekuja kusherekea uteuzi wake kwa hiyo nafasi. Na ni mzuri nielezee wakaaji wa Kajiado ya kwamba chama cha DCP ni chama chenu na huyu National Chairman ndio kiongozi wetu. Kwa hivyo mkifikiria chama yenu katika zile vyama vyote ziko za kisiasa, chama ambaye watu ya Kajiado wameakilishwa kikamilifu ni chama cha DCP. Na mimi nataka nimpongeze huyu kijana kwa uongozi bora. Anatupeleka vizuri, ako na maono na ninajua atatusaidia kukuza hii chama yetu. Chama yetu itakuwa ya mwaka moja tarehe 15 mwezi huu. Na kwa hiyo mwaka moja Ole Pasina ametusaidia kuunda chama cha kitaifa ambaye iko na umaarufu. Tuko na viti 3 ya MCAs na tuko na by election pale Emurwad Kir, na ni matumaini yetu tutapata ushindi tarehe 14. Alafu tutakuwa na first anniversary ya chama tarehe 15 tukisherekea ushindi katika Emurwad Kir huko nyumbani kwa William Ruto. Na kwa hivyo mimi niseme asante na nimwambie nyinyi watu ya Kajiado, hiki chama ndio itaunda serikali mwaka ujao. Na tukipanga serikali, watu wa Kajiado na jamii wa Maa watakuwa kwa meza ya kitaifa. Hakuna serikali itapangwa bila jamii ya Maa kuwa pale wameketi. Wa Maa wameangaishwa siku mingi. The Maa nation has been marginalized for too long. The time has come for the Maa nation to sit on the decision-making table for our great nation. Na kupitia chama cha DCP, ndio gari ya kipekee ya kuleta Wamaa katika meza ya kitaifa. Martin Ole Kamwaro ndio Deputy Secretary General wa Strategy kutoka pale Narok. Na kwa hivyo katika uongozi wa chama cha DCP na serikali ijayo, Wamaa wako katikati. Na mimi nikiwa hapa Kajiado, ningetaka tukubaliane kwanza, nisikize ground kwanza, nijue kama tunaongea lugha moja. Si ndio watu ya Kajiado?
Si kila mtu afanya kazi yake? Si kazi ya Rigiji kusikiza ground? Hapa Kajiado mnasemaje? Ate Kajiado mnasemaje? Ate Kajiado mnasemaje? Ate jamii ya Maa mnasemaje? Hapa ni one term. Huyo muongo aende nyumbani, atembee one way bila kurudi. Basi tuko pamoja. Kwa nini tuseme one term katika Kajiado? Ni kwa sababu Kajiado nilikuja hapa na mimi nataka kuomba msamaha. Nikamtetea huyu William Ruto kwa watu ya Kajiado. Nikapembeleza nyinyi mpatie kura. Akatudanganya sisi wote, mimi mwenyewe na watu ya Kajiado. Hapa Kajiado tuko na sababu za kutosha za kusema one term. Shamba la Kebiko ambaye ni shamba ya Wamasai iliwekwa hapo miaka nenda miaka rudi ya jamii ya Maa. Kasongo na Nixon Koril wamenyakua hilo shamba, imekuwa yao. Kwa hivyo lazima watu ya Kajiado, kwa sababu ya wizi ya shamba la Kebiko, Kasongo aende nyumbani. Mambo ya jambo la pili, shamba ya Oldonyike pale Magadi, huyu Nixon Koril akitumiwa na William Ruto amenyakua hilo shamba. Na pia Katole Metito wako hapo. Huyu rais tulimchagua afanyie watu ya Kajiado kazi. Kazi yake kubwa ile amefaulu katika Kajiado County ni unyakuzi wa shamba ya Wamasai. Na kwa hivyo Wamasai wako na sababu ya kutosha kumpeleka nyumbani. Mambo ya uongo hapa Kajiado ndio imezidi. Kama kuna county imedanganywa, mimi nilikuweko akitoa ahadi ya kwamba town ya Kitengela ataweka maji na sewage. Imewekwa? Ni uongo si uongo? Kwa hiyo lazima aende nyumbani. Mambo ya Ongata Rongai, mambo ya Isinya, mambo ya Gong, aliahidi maji na sewage. Imewekwa? Lazima aende nyumbani kwa sababu ya uongo. Tukitoka hapo, kwa sababu ile shida tuko nayo kubwa na huyu William Ruto ni mambo ya uongo. Barabara ya kutoka Isinya pale KAG mpaka Konza alisema atajenga. Sasa ni mwaka 4. Amejenga? Alidanganya watu ya Isinya. Na kwa hivyo lazima umpeleke nyumbani. Barabara ya kutoka Imararo mpaka Isara alisema itawekwa carpeting. Na ndio tutapitia leo tukienda Loitoktok. Hiyo barabara haipitiki. Pahali ingechukua lisaa moja inachukua masaa 3. Alidanganya watu ya Kajiado. Yeye mwenyewe ni kiweko alisema ya kwamba barabara kutoka Kitengela mpaka Namanga itakuwa dual college. Amefanya hivyo? Ni muongo si muongo? Mambo ya Amboseli alidanganya wa Masai hapa Kajiado ya kwamba atawapatia Amboseli. Alijua hataki, akaita mkutano kubwa. Wa Masai wamejaa pale Amboseli, akasema amewapatia Amboseli na akaweka kwa Kenya Gazeti. Hata huyu Seki alikuwa hapo anampigia makofi. Nikampigia Seki nikamwambia, wewe unajua hii mtu? Si uniulize mimi. Kutoka hapo akatafuta mtu akaenda kotini akapinga hiyo maneno. Hiyo maneno ya Amboseli hakuna pahali itaenda. William Ruto akiwa kwa kiti. Ndio Amboseli irudi kwa Wamasai na Kajiado. Lazima tumuondoe Kasongo next year. Serikali yangu ndio itakuja kupatia watu ya Kajiado Amboseli. Tukiwa pale vile Ngogoyo amesema, mimi nilikuja Economic Forum. Watu ya Kajiado wakasaini na yeye Economic Charter ya kwamba atafanya restocking ya ile mifugo ilikufa kwa kiangazi. Akaahidi ataweka bima ya wanyama. Sasa ni mwaka wa 4.
anaenda nyumbani. Hiyo hajafanya kwa sababu ya kudanganya Wamasai na watu ya Kajiado ya kwamba atafanya restocking, ya kwamba atalete bima ya wanyama. Lazima tumpeleke nyumbani. Aliahidi ataweka mambo ya dams na water pans ya kusaidia mifugo na kusaidia wananchi kwa maji na mambo ya ukulima. Hakuna dam hata moja, hakuna water pan hata moja amefanya. Mambo ya milk coolers, mimi nilikuweko tulipokuja Thanksgiving. Akasema sasa mimi mlinipatia rais, within 6 months nitalete coolers 45 ya kusaidia kina mama ya wama waweke maziwa yao isiharibike. Tukiongea leo ni mwaka 4 tangu achukue ushukani. Iko hata kula moja imefika hapa Kajiado? Ni muongo si muongo? Kwa hivyo kama kuna watu wamedanganywa kabisa hapa Kajiado, ni watu ya Kajiado. Amedharau watu ya Kajiado. Tangu tupate uhuru, hakuna siku kaunti ya Kajiado imekosa waziri katika baraza la mawaziri. Hayati mzee Jomo Kenyatta alimteua Stanley Oloitiptip kuwa waziri katika serikali yake. Akakuja akaendelea na Moi kidogo. Alipoaga dunia, Rais Moi marehemu akamchagua George Saitoti akakuwa waziri na akafanya kazi ambaye watu wanajivunia mpaka wa leo. Saitoti alifanya kazi hakufanya. Na baadaye akapea kiti ya vice president. Ilikuwa ni heshima kubwa kwa Rais Moi kwa watu ya Kajiado. Mzee wetu Mwai Kibaki alipochukua ushukani, akamchagua Parpai kuwa waziri wake kwa sababu ya heshima ya watu ya Kajiado. Mzee Kibaki alipoondoka, rais mstaafu my brother Uhuru Kenyatta akampatia Ole Lenku, baadaye akapatia General Gaiseri na mwishowe Keriako Tobiko. Katika historia ya Jamhuri ya Kenya, Rais William Ruto ndio ameonesha madharau watu ya Kajiado kuwanyima waziri since independence. Ni aibu si aibu? Sasa wale wanaiba 2 term hapa akina Katoo, mtaambia watu ya Kajiado nini? Ilikuwaje Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta waliheshimu watu ya Kajiado? Huyu William Ruto ndio ameonesha watu ya Kajiado madharau. Sasa mkija hapa kuambia watu ya Kajiado ati wachague William Ruto, mtawapea hao sababu gani? Madharau ameonesha. Barabara hakuna, stima hakuna, sewage hakuna. Hakuna chochote yamefanyia watu ya Kajiado. Hata mimi nashangaa pale Ikulu pahali Metito Katoo ni controller. Kila siku watu wamepangwa pale kwenda kusikiza uongo na kupokea 10,000 kwa sababu ya kusikiza uongo. Watu ya Kirinyaga wameenda mara 3. Meru wameenda mara 4. Kiambu wamekuwa hapo. Watu ya Kakamega walikuwa pale. Wewe Katoo Ole Metito umeshindwa kupanga watu ya Kajiado waende pale wasikize uongo masaa 3 wapewe 10,000 waende nyumbani. Siko namna hiyo? Hata nyinyi mkepewa 10,000 mtajikuna? Si muende tu msikize uongo alafu mlipwe kusikiza uongo? Wewe unasema you are controller of State House, your home county where you come from. For 4 years they have never been to State House. Hata kama hakuna maendeleo, si waende waipokee pesa kama Wakenya wengine? Ni aibu si aibu? Kasongo aende asiende? Katoo aende asiende? Mimi natangaza leo nikiwa hapa Kajiado, mimi mnajua ni mtoto wenu. Jina yangu ni Ole Kasi, si ndio? Ole Kasi kwa sababu Wakikuyu ulimi wao ni mzito wanasema Rigathi, lakini Wamasai kwa sababu ulimi yao ni nyepesi wanasema Ole Kasi. Ole Kasi hako nyumbani, hako nyumbani.
Ole Kazi apewe asipewe? Aangaliwe asiangaliwe? Ainuliwe asiinuliwe? Mimi naomba watu ya Kajiado wanipatie nafasi nikuwe rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya, nilegeshe heshima ya watu ya Kajiado. Na mimi nataka niambie wale wajui, hii Kajiado ni DCP zone. Sisi tutachukua kiti ya gavana ambaye tumekubaliana. Senator huyu Lenku Ole Seki akuwe gavana wa Kajiado, kwa sababu mimi namtetea Seki na ninampigia debe, kwa sababu hawezi uza watu ya Kajiado. Huyu Seki alipewa 30 million na Kasongo anifukuze ofisi, akamwambia hataki pesa. Kama anaweza kataa milioni 30 akipewa mali ya Kajiado, anaweza iba? Ndio mimi nampenda huyu Seki, kwa sababu wako na msimamo kabisa, anasimama na watu wake na anapenda haki. Na mimi nimeongea na wafuasi wangu hapa Kajiado, na ni wengi, na nimesema mtu yote anapenda Rigiji, anaamini uongozi wake, aamuke mapema, asubuhi na mapema, ampigie kura Ole Seki akuwe gavana wa Kajiado. Nilisema siku alikuja kwangu huyu Katoa kajaribu kugeuza, nikasema lazima gavana akuwe wa DCP, ndio pia apange watu wangu. Na watu wangu si watu ya Nyeri, hiyo ni ujinga na ni utoto. Mimi niko na watu wangu hapa Kajiado. Niko hapa na mama 5 wamesimama Women Rep. Yule atakalia kiti ni moja, hao 4 si lazima Rigiji wapange? Na ndio namwambia Seki, ukiwa gavana wa Kajiado na utakuwa, hii timu yangu yote ya Wamaa na wengine ambayo wamesimama na DCP, wale hawatafaulu, uwapange katika serikali ya county, ndio pia wasukume maendeleo. Na tutapanga watu kila county, na hakuna mtu atatoka Kiambu kuja Kajiado, kuna mtu ya Kajiado ataenda Nyeri. Kila mtu atapangwa na gavana kwao nyumbani, na wengine nitawapanga katika national government. Huyu kijana yenu huyu David Ole Pasina, umesikia ile Kiingereza anaporomosha hapa, anaelewa maneno. Huyu kijana mkinisaidia, munipe support, nikuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, huyu Ole Pasina atakuwa mtu mkubwa katika serikali ya Rigathi Gachagua. Hata tu ile imenichanganya kidogo, sijui nitafanya nini, ni ile dada yake ameongea Kizungu hapo, hata nikafurahi. Lakini sasa itakuwa ngumu kupanga watu wawili kwa familia moja. Sasa sijui hiyo msichana yako wapi, hiyo msichana very nice girl, ameongea hapa with a lot of poetry. I was very impressed by that young girl. Mimi niambie watu ya Kajiado, Rigiji atapanga hii Kajiado. We'll work together to develop Kajiado. Hii Kajiado imebaki nyuma. It cannot be that Kajiado is marginalized for 62 years. This must come to an end. Na nyinyi watu ya Kajiado ndio mtajiokoa. Munisaidie viti yote 25 ya MCA mupatie DCP. Viti yote 5 ya MPs, Kajiado West, Kajiado North, Kajiado East, South and Central mupatie DCP. Kiti ya senator mpatie DCP. Hawa mama alikuwa hapa, mchague moja mpatie kazi. Wengine wote tutawapanga. Na ndio mambo yetu itembee sawa sawa. Mimi nimeshangaa, nimeona William Ruto analia machozi nyumbani pale Bomet. Amekataliwa na Wakenya wote, amerudi nyumbani akiwa na aibu. Watu wanamsikiza pale, wanauliza, kwani ulienda wapi? Unakujaga tu hapa kanisa na matanga, mbona unakuja na machozi? Si uende pahali wewe unashidanga. Kasongo amekwama, Mandera, Garissa, Wajir amekataliwa, Magharibi amekataliwa, Mlimani amekataliwa, Wajaluo wamemsoma, wamekataa mambo yake. Amekwama, amerudi nyumbani pale Bomet. Alikuwa analia pale kama mtoto mdogo, anaongea kinyumbani kikalea na lia. Oh, sasa nitafanya nini?
Oh, nyinyi mnasema tuta hamuadikishi kura. Mimi sasa natembea nikilia. Hawa Kipsigis wanamwangalia, wanamwambia si urudi pale kwa Wajaluo. Si urudi pale mlimani unashitaka ukipea watu pesa. Sasa ndio umejua sisi tuko na maana. Hao Wakalenjin wanalia kama Wakenya wengine. SHA haifanyi kazi kwa Wakalenjin. Barabara hakuna, stima hakuna. William Ruto abandoned his people, the Kalenjin, when he abandoned the rest of Kenya. I want to plead with the people of Kenya not to blame the Kalenjin community for the mistakes of William Ruto. William Ruto akuwe judged as a person na makosa yake isibebeshwe jamii ya Wakalenjin kwa sababu wameumia kama Wakenya wengine. Siko namna hiyo. Pale Wakale wanalia, wanasema sisi tuandikishe kura ya kazi gani? Wewe hakuna kazi umefanya hapa. Unakujaga hapa tu Jumapili. Unarudi Kisumu. Tunakaa tunakuona Kiambu. Watu ya Kiambu wanasema hawataki wewe na unashindaga huko. Watu ya Kirinyaga wanasema hawataki wewe na unashindaga huko. Sasa ndio umerudi nyumbani. Saa ile umepata matatizo. Sasa wakasema watamuombea. Wakasema sisi hii mtoto wetu lazima tumuombe abadilike. Kwanza apunguze uongo. Wakale wanasema. Anasema hii mtu ametuaibisha. Tulimpatia kiti, tukashikana na majamii wengine, akawadhulumu, akawasaliti. Amepata shida huko pahali alichaguliwa. Ametuaibisha kama jamii. Amerudi hapa nyumbani amejaa machozi. Amekataliwa na Wakenya wote. Lakini Wakenya wanauliza, wewe William Ruto analia nyumbani kwa Wakalenjin wakusaidie. Wakenya wanauliza, na hao watasaidiwa na nani? Wanasema SHA haifanyi kazi, watasaidiwa na nani? Wale uliua watoto ya Gen Z, wazazi wao wanauliza tutasaidiwa na nani? Wale watu hawapati pesa ya kwenda shule wanauliza tutasaidiwa na nani? Wewe unalia kwa Wakalenjin wakusaidie. Je, Wakenya wale umeumiza watasaidiwa na nani? Mimi nataka kuambia hawa Wakenya, msikufe roho. Next year mwezi wa 8 tarehe 10, nyinyi wenyewe ndio mtajisaidia mkifukuza Kasongo. Hakuna mtu mwingine atasaidia nyinyi. Wakenya ndio mtajisaidia mkifukuza Kasongo. Nimeona huyu mzee anaitwa Atwoli. Mzee amepotea kabisa. Ati ni siku ya wafanyikazi. Kuliko atetee wafanyikazi anasema ati 2 term. Payslip has been raided. Wafanyikazi wanalia. Wamekatwa pesa ya housing. Wamekatwa pesa ya NSSF. Wamekuwa taxed 47%. There is nobody to talk for them. Wewe ndio Secretary General ya KOTU. On Labor Day kuliko kutetea wafanyikazi, waongezwe mshahara, wasikatwe kodi, unaenda kusema ati Ruto apewe 2 term na ndio mwenye kuumiza wafanyikazi. Lakini uzuri ni kwamba historia ya Kenya, mtu yeyote ambaye ameungwa mkono na Atwoli na Junet Mohamed anaangukanga. Kwa hivyo William Ruto ataanguka na ataenda nyumbani. Kwa hivyo sisi tunashukuru ya kwamba Atwoli anaunga William Ruto mkono. Kwa sababu Atwoli akikuunga yeye mkono lazima ufanye nini? Huyu alikuwa anasema Rigathi ni mkabila. Sasa juzi anapigia mimi kelele ati mimi na Uhuru Kenyatta tumeongea Kikuyu nyumbani. Sasa ukienda nyumbani uongelesha wa Kikuyu na wewe ni Mkikuyu, waongelesha Kiingereza ama Kichinese, ni ujinga si ujinga? What William Ruto has done is what everybody should do. Sasa mimi kama ni Mmasai nikuje hapa, iko haja niongeleze nyinyi Kizungu? So yeye ameongelesha watu nyumbani vile sisi tunaongelesha watu. Alikuwa anasema ati mimi ni mkabila, mimi nagawanya watu. Yeye ndiye mwenye kugawanya watu. William Ruto ametengeneza script for every region. Akienda kwa Wajaluo anaongea, anasema pima sima ile life. Anaambia Wajaluo ile Wakikuyu, nilikosana na hawa hata kama walimpigia kura kwa sababu hakutaka nilete maendeleo hapa. Sasa mimi nimelete maendeleo hapa ndio wananichukia. Kwa hivyo msijali, na hii kiti ya deputy president nitapatia nyinyi. Nitapatia huyu Wanga ama Oburu. Nasikia? Sasa hiyo Wajaluo wanapiga makofi, 2 term.
Ameenda pale amedanganya hiyo Wajaluo ate ako na SGR. Uongo mtupu. Hii SGR haina contract. I want to challenge you William Ruto. Wacha kudanganya Wajaluo ati utajenga SGR. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe kama ni rais na unaamini utajenga SGR, kesho or Monday publish contract inaonesha date of commencement and date of completion ya hiyo project ya SGR. Amebima ile Wajaluo anawapanga tu, anajua wanapenda maendeleo, wangetaka leri, anasema nitajenga. Ameshikana na kampuni ya Kichina, anaambia neni hapo mjifanye mnalete. But there is no contract for construction of SGR. I challenge William Ruto today. I challenge you. Go and publish the contract ya SGR showing date of commencement and date of completion and the financial agreement there too. And there is nothing you publish because there is nothing. Akifika Mlimani anabadilisha lugha. Jana amekuwa na watu ya Kirinyaga. Akaongea juu akasema toa life. Akaanza uongo. Oh, watu ya Mlima mimi napenda nyinyi. Hakuna mtu anaweza kuja katikati yangu na mimi. Nyinyi na mimi ni kama chana na pete. Hii ni urafiki tumetangaza siku mingi. Hata hii maneno mnaona nikienda kwa Wajaluo ni kuwapanga tu, hakuna kitu nitawapatia. Hii kiti nitapatia Kindeke ama Waiguru ama yule mtaniambia. So hata mkisikia ni yakiahidi Wajaluo ni kipindi tu. Unajua lazima upanga maneno. Huwezi ambia kila mtu ukweli. Sasa hiyo ndio naambia watu ya Mlima. Sasa pale Mlimani ameahidi Kindeke. Ameahidi Waiguru. Ameahidi Ichong'wa. Ameahidi mtu mwingine anaitwa JK Kariuki. Pale Mlimani ameahidi watu 5. Pale kwa Wajaluo ameahidi 3. Badi, Opiyo Wandayi, Oburu na Wanga. Ameenda Mombasa ameahidi Joho. Unasikia? Sasa anaambia watu pale Mlimani, mimi nawapenda. Hakuna mtu naweza kuja katikati yangu na mimi. Saa hiyo amewachilia pombe inaitwa Chiwawa. Inaua watu pale Kiambu na Murang'a every day. Ile Wakikuyu anawaambia anawapenda. Ametuma pombe sumu ya kumaliza Wakikuyu. Na anafikiria tu watu ni wajinga. Watu wanamwangalia, wanasema William Ruto alitudanganya tukamchagua, anafikiri sisi ni wajinga vile tulikuwa. So William Ruto, stop conmanship. Stop pitting communities against each other. Na hii mtu hana adabu. Jana ametukana Raila Odinga. Ameambia Wakikuyu, ile watu walikuwa wananisumbua hapa na masufuria, si nilisafirisha hawa. Nani alikuwa na sufuria? Si ni Raila. Sasa huyu mtu anachukua watu ufala. Pale anaambia Wajaluo, mimi napenda nyinyi, mimi ni mtu ya baba, nitafuata mambo ya baba. Amefika pale Mlimani, anasema ile watu walikuwa wananisumbua mimi na masufuria kwa kichwa, nimesafirisha hawa. Na ni kweli amesafirisha kwa sababu Raila ako Zayuni. Ako Zayuni, hayuko Zayuni. Nani amesafirisha yeye? Nani amesafirisha yeye? Hata kama umesafirisha Raila, mbona unajigamba kwa Wakikuyu ati vile ulisafirisha Raila? Mbona unatukana Wajaluo ukija Kikuyuni? You think people are foolish. You are playing communities against each other. Ukienda kwa Wajaluo unatukana Wakikuyu. Ukifika kwa Wakikuyu unatukana Wajaluo. Na unafikiria watu ni wajinga. Your time is up. Wakenya wamekujua. Na mimi ninakujua zaidi. And I want to tell Wajaluo, mimi niliambia nyinyi, huyu William Ruto atamaliza ODM. Imekwisha haijaisha. And I told you, mkanipigia kelele. Mkanipigia kelele. I told you. So watu wangu wa Kajiado, mambo ya William Ruto tuachane naye. That is a closed chapter. And by the way, I don't want to brag, but I want to tell William Ruto, you don't know any politics. You know nothing. I'll teach you politics next year. Si ndio? Wewe ni mtu umesoma mambo ya matawi. Unafikiria unajua mambo mingi sana.
Your strength was conmanship and deception. Kenyans have now exposed you as somebody who is deceptive and a conman. You have no other quality ya kudanganya wa Kenya. Mimi nitaungana na Wakenya wenzangu, Stephen Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Martha Karua, Justin Muturi, Cleophas Malala, Senator Ole Seki, Mohamed Ali, another Kenyans of goodwill, Edwin Sifuna, Babu Owino, and together we shall liberate our country. We have no other country. Today as we speak, 3 weeks ago, Kasongo alisema watu washikwe. Mkubwa ya pipeline, mkubwa ya EPRA na PS ya petroleum. Makosa yao, wameleta mafuta substandard, ambaye walilete mafuta iko na sulfur 40 milligrams per kilogram. Akasema wamelete mafuta substandard, akawafuta kazi na akawashika. Mimi nikasema hakuna kitu kama hiyo. Hii ni vita ya biashara. Wale walijaribu kupanga biashara bila Kasongo kujua. Kasongo ndio anafanya biashara yote. As we speak, kampuni ya Kasongo ile mafuta substandard amekubalia through the Minister of Industry and Minister of Energy and Petroleum, mafuta substandard iletwe nchini of lower quality kuliko ili liletwa na wale alifukuza. Amelete mafuta iko na sulfur ya 50 milligrams per kilo of sulfur. Wataalamu wameniambia excessive sulfur in fuel will translate into sulfuric acid. Sulfuric acid will cause corrosion to the sleeve cylinder of the engine, to the piston and the rings, and the vehicles within 3 months will start having a slow knock. Eventually, engine zote za magari ambaye itatumia mafuta Kasongo amelete sitakuwa na knock. We are staring at a national crisis. Na mimi nataka kuuliza oil marketers, kwa nini mnakubali kudistribute substandard fuel ambayo itaharibu magari, boda boda, matractors, matatu, buses, itaharibu magari yetu. Lakini nimeambiwa huyu Kasongo na watu yake, Murkomen, Sudi, Faruk, wale watu yake ya ndani wamejua anaenda nyumbani. Wanasema ati ni injury time kama ile ya football. Sasa kazi ni kuiba ile kitu yote imebaki, hata kuuzia sisi mafuta substandard ya kuharibu magari yetu. Wewe Kasongo endelea, iba kila kitu. Iba kila kitu. Take everything you can. Chukua mashamba ya Masai. Chukua kila kitu. Hata mabibi ya watu ukitaka kuchukua, chukua. Fanya what you want to do. But I want to assure you, next year utakuwa 1 term na utaenda nyumbani. Tumekubaliana? Wagabi wanasema aende 1 term, 1 term, 1 term, 1 term. Si ndio? Mimi niseme nikimaliza, kwa sababu niko hapa Kajiado siku 3 ziara ya kisiasa ya kupanga siasa ya Kajiado na kupanga vile watu ya Kajiado watakuwa ndani ya serikali next year. Ndio tupange mambo yao. The people of Kajiado must be and will be in the next administration. I'm here for 3 days. Nikitoka hapa naenda mpaka Loitoktok, niende nipange siasa ya huko. Nikae na wazee, kae na wamama, kae na watu ya Mungu. Tupangane. Kwa sababu tukikosa kujipanga vizuri tutapata matatizo. Kwa hivyo tuko hapa siku 3, tupange siasa yetu, tupange kesho yetu. Mimi nataka kuhakikishia watu ya Kajiado, mkinipatia nafasi next year, jua hayo maneno tumesema tutazingatia. Tutaregesha masomo ya bure ya shule ya msingi tulipewa na Rais Mwai Kibaki. Pia mambo ya Leader Mama na Edu Afya tulipewa na Rais Uhuru Kenyatta, tutaregesha. Mambo ya ng'ombe tutashughulikia, tutafute soko
katika nchi za nje na tutengeneze slaughterhouses ya kusaidia wamaa. Lazima tuweke pesa ya kutosha katika Agricultural Finance Corporation ya kusaidia watu wetu wakati wa kiangazi. Sana sana lazima wale mtanichagulia tufanye kazi na hawa. Tuongeze shule za boarding ya girl child, wasichana wa kike wapate shule za kutosha za boarding schools hapa Kajiado. Na juu ya hayo lazima tutachimba mabawa ya kuhakikisha tuko na maji ya kutosha ya mifugo na ya binadamu. Na sana sana watu ya Kajiado wapate heshima yao, washirikishwe kikamilifu, wapewe kiti katika baraza la mawaziri, wapewe makatibu, wapewe mabalozi, kwa sababu watu ya Kajiado wamesoma vizuri na ni wafanyikazi, na hasa watasaidia mimi sana katika security sector. Hii security sector inataka mtu amekomaa kama Saitoti ama General Gaiseri. Huyu William Ruto amechukua, amepatia mtoto ambaye ako excited. Kazi yake ni kununua viatu na saa na mshipi, saa ile watu wa Kenya wanauawa. Sasa pale Northeastern Duale amepanga furugu kupiganisha jamii ya Wasomali na Wakamba, ati ndio Wakamba wafukuzwe Garissa, ndio wasiangushe governor wa UDA. Hii maneno yote tunajua ya kwamba wanachokora Wakamba, ndio Wakamba wakasirike walipisha kisasi, ndio Aden Duale afukuze Wakamba wako Garissa, kwa sababu Wakamba ni wengi na ndio wataamua nani atakuwa governor na senator wa Garissa. Hayo maneno yote tunajua, lakini yule waziri amepewa, Kipchumba Murkomen, ndio mwenye kupanga goons katika Jamhuri ya Kenya, ndio mwenye kupanga vile usalama utazoroteka, ndio mwenye kupeana passports kwa magaidi ya kitaifa. Wale wakora ya Sudan ambayo wamepewa international sanctions, Murkomen amewapatia diplomatic passports. Yule Hemeti na mabibi yake 4 wako na diplomatic passport ya Kenya. Amewapangia nyumba pale Ruda inalindwa na GSU. This Murkomen is the greatest embarrassment to the security sector since independence. Lakini hakuna shida, si watafuatana nyumbani na Kasongo, wataenda one way. I want to ask the Maa Nation to work with me closely. I want to work with them closely too, and they will be of very great use kwa serikali yangu, katika majeshi, katika polisi, katika National Intelligence Service. The Maa community is a loyal community. They are great public servants. They are loyal people to their country. They can be depended upon to govern this country. And I want to work with the Maa Nation. Na hiyo ndio bilangu. Mimi nimeshukuru sana, nafikiri nimesema ya kutosha. Haya, asante sana. Mimi sitaki nipitishe hapo. Si mumeona Reverend Dorcas mke wangu? Mimi nimemwambia aanze kufanya kazi na kina mama ya hapa, vikundi muanze kusaidiana. Kina mama nimempatia Reverend Dorcas, si ile mipango yenu miradi dogo dogo, mungangane na yeye kidogo kidogo. Mkingojea mimi nikuwe rais next year, sasa nikuje na nguvu zaidi. Si ndio? Tufanye mdogo mdogo. Lakini msijali, mambo iko sawa. Mimi nilipata kijana pale firstborn wa DCP, Honorable Maskonde. Huyu kijana ya Narok ako wapi? Huyu ndio firstborn wetu. Kari Wenenda Ngombeko. Mimi natoka Coast Region, Kwale County 002. Gavana wangu ni Fatuma Achani. Thank you so much Mr. Speaker. Jambo la kwanza kabla niingie kwa mada, ningependa kushukuru bunge hili la Jacaranda. Nyinyi ni watu wazuri sana na nafurahi vile mmenikaribisha. Mimi ni new member wa bunge la Jacaranda na nafurahi sana kuwa hapa. Joey, wanabunge Joey, enda kwa mada bwana. Wewe. Asante sana. Ningependa kusema hivi ya kwamba kile ambacho president amesema ya kwamba eti wale watu walikuwa kwa sufuria eti amewasindikiza. Acha niambie kitu moja. Mimi ni two-term damu kama unavyoniona. Nataka niseme ya kwamba
vile rais amesema, kuna watu ambao wamechukua hayo maneno wanazidi kuyaongelea every now and then ili waweze kuleta some confusion katika watu wale wanatoka upande wa Western. Mimi acha niongeleshe ndugu zangu wa Western na watu kutoka Coast Region. Sisi tuna support the President William Samoei Ruto na kusema ukweli kwamba asante sana. So mimi nasema ya kwamba Wajaluo na Waluya ama watu wote wanatoka Western na watu ambao wanatoka ile region, mimi nimetoka Coast Region, tusisumbuliwe na haya maneno ya watu wa one term. Vile rais anasema eti ya kwamba amesafirisha watu sufuria, haimaanishi ya kwamba ako na ubaya na watu wa leader ground ama watu wa Western ama watu wa Coast ambao wana support the president. Chenye wanajaribu kumaanisha ni kwamba umoja bado uko pale pale. Kwa hiyo watu wa Western, Wajaluo, watu wa Coast wote tumekaa nje ya serikali kwa muda sana. Ngoja kidogo. Speaker, huyu anatusumbua. Una echo nyuma ya watu. Ukipewa nafasi utaongea hapa. Acha kuweka nyuma ya watu. Sawa? Asante sana. Kwa hiyo mimi nasema ya kwamba watu wote wa Western na watu wa Coast msifuate hizi kelele za watu ambao hawasupport the president. Kwa sababu gani nasema hivi? Wewe nataka nikuulize swali, kama utakuwa usupport the president, whom are you supporting? Kwa sababu ukisema ya kwamba eti uko hapo unangoja kiongozi wa DCP akuje kukuwa president wako, my friend, wewe nadhani you are dreaming. Wewe unaota. So can you continue dreaming? So my point is, watu wote wa Western, watu wote wa Coast wa support the president, na wakati huu akitoka president ndio watu wa Western ama wa Coast watapata nafasi ya uongozi katika zile level za juu kabisa. Nikimalizia na mada hii ya vita za Wasomali, Gawaria na Wakamba, ningependa kuambia hapa vijana wenzangu nyote, tafadhalini tusiwe agents wale ambao tuna support kugawanya kama kuleta mambo na ukabila. Wasomali na Wakamba wote ni wananchi wa Kenya, kwa hiyo tuwasupport na tuombe serikali iweze kusaidia ilete umoja. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Wewe ni Mswahili.